Yes, Bwana Yesu asifiwe. Jioni ya leo nimefurahi kuwaona, nawapenda sana. Kwa majina yangu naitwa Apostle Nzole kutoka kanisa la Ukunda JPP branch, na ninafurahia sana kuwaona kwa sababu Mungu ni mwaminifu. Basi ningependa tu niwaambie ujumbe huu kwa kifupi sana kwa sababu inafaa na inapendeza machoni mwa Bwana. Katika mkesha wa usiku wa leo tukawa tunaongea kuhusu generational knowledge. Tumejifunza mambo mengi, tukapata kwamba Mungu angechagua mtu ili kusudi asimame na kizazi fulani. Alijichagulia watu kadhaa katika Agano la Kale, na mtu yule angechagulia angekuwa suluhisho kwa kizazi hicho. Alichagua Nuhu, akachagua Musa, akachagua wengine wengi, akachagua Samueli. Imefika katika generation ya Kristo ambayo ni New Testament, mambo ikabadilika mahali pale. Bwana akaacha kuchagua mtu mmoja mmoja, akatote ili kusudi tuwe solution, tuwe suluhisho katika kizazi hiki. Bwana Yesu asifiwe. Alitufanya sisi sote kuwa wafuasi wake, akatufanya sisi sote kuwa watoto wake, akatutoa katika dhambi na laana. Bwana Yesu asifiwe. Nikawa najiuliza swali, waliokuwa katika mkesha wa leo tumekuwa tunasemezana. Nikajiuliza swali, ni nini kinachotufikisha mahali hapa tulipo leo, ya kwamba mwanamume ni mwanamke, ya kwamba mwanamke ni mwanamume, tena wakati mwingine ni zote mbili, mwingine ni mke na ni mume kwa wakati mmoja. Bwana Yesu asifiwe. Nikajiuliza maswali, ni kitu gani ambacho kitatufanya sisi tuepukane na hizi aibu? Kizazi ambacho hakijali, kinatukana na kinakosea heshima yeyote. Katika kizazi hiki ambacho watu watasema wanaandamana kwa haki na wachome biashara za watu, tena pasipo uchungu, na wakae chini washangilie. Katika kizazi hiki ambacho watu wanakosea heshima wazee, hawana adabu, hawaheshimu vijana, wazee pia nao hawakusazwa. Katika kizazi hiki ambacho watu wamejawa na chuki, watu wamejawa na visasi. Katika kizazi hiki ambacho hata ndoa zinasafa. Katika kizazi hiki ambacho wanadamu wanapitia vitu vigumu ambavyo wanashindwa watatue mambo yao namna gani. Generational knowledge siku ya leo. Bwana Yesu asifiwe. Lazima tujiulize solution ya hizi shida ni nini? Kitakachotatua hizi shida ni nini? Watu wanatembea uchi wala hawajali sehemu zao za siri. Watu wanatembea vile wanavyotaka, wanaongea vile wanavyotaka, hawajali tena wazazi wao, hawajali tena na society. Mtu anasema usinisumbue, hii ni maisha yangu. Watu wamefikia pale katika kizazi hiki ambacho tunatamani kufunga watoto wetu macho wasione tabia zingine. Ni kitu gani ambacho kitasaidia Mkristo? Ni kitu gani ambacho kitasaidia huyu ndugu aliyeokoka ambaye anatamani kuona vitu vikienda katika njia ya sawa? Bwana Yesu asifiwe. Basi katika Marko 1:12 nasema baada ya ubatizo Kristo akaongozwa na Roho. Hiyo verse inanitia moyo ya kwamba Kristo aliongozwa na Roho, tena si kuongozwa tu, aliongozwa nyikani. Bwana Yesu asifiwe. Tena hapa katika Matendo ya Mitume 6:5 mlango mstari wa 5 inasema ya kwamba walipotafuta mtu wa kupigia kura wakakosa. Hiyo kura ikamwangukia Stefano. Kwa nini? Kura ilimwangukia Stefano kwa sababu ni mtu aliyejawa na Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Kumbe solution ni Roho Mtakatifu, wapendwa. Maana tunaona hapa katika Matendo ya Mitume 7:55 ya kwamba watu walimpiga mawe Stefano. Walipoanza kumpiga mawe Stefano, yule roho yule aliyekuwa wa nguvu akamwonyesha mbingu zinafunguka. Wakati roho amejawa ndani ya Stefano, watu wanapiga mawe akawa haoni ile mawe. Bwana Yesu asifiwe. Kumbe hiki kizazi kitakachokusaidia wewe ni Roho Mtakatifu. Kuna vitu
vitu ambavyo watu wanaona ukiwa na roho wewe hautaviona, kwa sababu wewe utakuwa unaona mbingu inafunguka. Wakati watu wanatembea uchi mbele yako, wewe utamuona Bwana katika kizazi hiki. Wakati wengine wanaenda kukufa, wakati wengine wanakosa mwelekeo, haleluya, nimekuja kukuambia kwamba tembea na Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu akae ndani yako, afanye kazi ndani yako, akusaidie kufanya uamuzi, akusaidie kufanya mambo katika njia ya sawa. Asifiwe Mwokozi. Nimepata ya kwamba generation hii kuna vitu vingi. Watu wanajinyonga, wanajiua, wanasema maisha hayana maana, wanasema ina haja gani mimi nisalie nikiwa hai. Watu wanashindwa wafanye nini katika kizazi hiki ambacho Kristo anawapenda, aliwafilia. Bwana Yesu asifiwe. Katika kizazi hiki ambacho mtu kimwambiwa ameokombolewa anaona nadanganywa, hataki kuambiwa umepokea uponyaji bure, anataka kuambiwa wewe upakwe chumvi na pilipili. Yaani paka upakwe chumvi na pilipili, utegwe chini, upigwe makofi, uanguke chini ndio ujue umeokoka. Katika kizazi hiki kitakachotusaidia ni Roho Mtakatifu. Si kupigwa makofi na kupewa maji ya chupa. Ni Roho Mtakatifu atakayekusaidia katika kizazi hiki. Katika kizazi hiki wakati wengine wanaenda kupigana, wakati wengine wanaenda kukoseana heshima, wewe utasimama kupitia Roho wa Bwana, kwa sababu ndiye atakayekuongoza. Roho wa Bwana, nikimalizia, Roho wa Bwana hawezi kukuongoza wewe uende katika vitu vya ajabu. Holy Spirit cannot mislead you. Roho wa Bwana hawezi kukuongoza wewe uende ukafanya uasherati. Hapana, Roho wa Bwana hawezi kukuongoza wewe ukafanya vitu ukatembee uchi. Roho wa Bwana hawezi kukuongoza wewe mwanaume ukageuke kuwa mwanamke. Wewe nakwambia ukweli, Roho wa Bwana atakuongoza vizuri, atakuongoza katika maombi, atakuongoza katika vitu vitakavyokujenga wewe. Roho wa Bwana hatakuongoza katika vitu vya uharibifu. Unahitaji Roho wa Bwana katika kizazi hiki ili kusudi uendelee mbele. Shalom, shalom, shalom. Bwana wabariki sana.